Usisema. Alikuja. Akaniambia nikamchukulie chakula kile pale kile. Mimi sijafanya chochote. Sijafanya chochote bro. Sijafanya chochote. I promise. Sawa. Umemua dadangu? Yaani mimi aliniambia nikamchukulie chakula, nimeenda kumchukulia bro, nimemkuta yani chakula kile pale kile. Mbona wakati apumui? Sawa. Sasa. Kwa nini umemua dadangu? Sam ni vipi? Kweli. Yaani hapa nilikuwa nataka nichomoke hapo kuna ng'ombe mmoja hapo kati hapa. Mbona leo hivyo kaka? Niko sawa. Sikuzoea kukuona hivi ndugu yangu. Niko sawa bro. Samli mimi na wewe kweli tunaongeaga hivi yani unanifungia mlango vipi? Kuna mtoto mzuri ndani? Hapana bro. Hapana. Sawa, sasa nisikilize. Mimi nimekuja hapa. Ile site ulionigea kule juu kule. Bahati nzuri nimepata mteja na mteja ametoa ngoi tu ya juu imepatikana milioni 1. Shida tulikuwa madalali 4. Kwa tumegawana 250,000. Mimi bwana nimesema mtu ambaye alinionyesha kiwanja siwezi nikamwacha hivi. Hela siku hizi zinafika mbali kaka. Hela katika nguo ya ndani. Sasa mimi pale nimepata kama shilingi kwa sababu nimetoa hela pale ya mjumbe ya nini. Hapa sio vibaya. Mpata 250,000 pale. Hivi mimi nikikuwa kisha na nigwa katika 250,000 nitakupa laki, mimi nibaki na hii 150,000. Shukrani kaka. Riziki kaka hizi. Riziki zimekuwa ngumu sana. Kama sio wewe inawezekana mimi hela nisingepata. Kweli. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Hamna shida. Mimi mwenyewe natoka kidogo na hapo umenifaa kidogo nikachukua kidogo mahitaji. Si unajua maisha yetu. Basi hamna shida. Basi kaka. Poa. Poa. Bwana ukipata madili bwana usiniache. Hamna shida brother. Alida, kama nilivyokupangilia sasa mshikaji wangu. Beti zile 1200 tu. Mafanikio ni wewe mwenyewe, pambana mdogo wangu. Haya poa. Kono. Hivi unawezaje kugundua mtu kuwa amefariki kwa kutumia vipimo vya kawaida tu? Mbona unauliza maswali ya ajabu mshikaji wangu vipi? Kuna mtu kafa au? Hapana, nahitaji tu kufahamu. Sasa kwa mfano umemkuta tu mtu kadondoka hivi ghafla, unaweza ukajaribu kumpima puani hapa, kumwekea vidole hivi. Umeona apumui, yani pumzi haitoki. Pime mapigo ya moyo. Mapigo ya moyo pia hayadundi. Muangalie joto lake la mwili. Joto la mwili pia hakuna baridi. Huyo kashaondoka kwa saa godi. Oya. Vipi mshikaji wangu? Hapana. Mbona kama umepagawa? Hamna, yani siko sawa tu. Si unajua juzi nimetembea sana. Unauliza maswali ya ovyo kwa ovyo. Hamna, unajua huyu bosi wangu huyu ameniambia kuwa kuna kazi amenitafutia. Maana hii nyumba yake amesema anataka aifanyie finishing, ameshie familia yake. Kwa hiyo kazi alionitafutia hii ndio sehemu mnapotakiwa mlichimbe hilo shimo. Haya, niambieni. Mtasomea muda gani?
nusu saa tu tutakuwa tumeshamaliza. Najua mna njaa. Ila kwa uzoefu wangu, hii kazi sio ya nusu saa. Nitaongezea nusu saa nyingine ili baada ya saa nikabidhi kazi yangu. Sawa? Sawa bro. Si unajua ni kazi ngumu. Ni vyema ukitupa ajira wetu kabla jasho halijakauka. Chris, ila bado mjetoka jasho. Hebu fanyeni kazi basi. Ndio blaza. Jasho halijatoka. Naomba tuachie advance. Tuache ngonjera. Malizeni kazi tumalizane. Sawa? Hamna noma. Fresh. Thank you. Unajua mimi sasa hivi tayari nimeshakuwa mtu mzima. Ndio. Na kama nimekuwa mtu mzima, nahitaji kuwa na mwenzangu. Sawa sawa. Hivyo basi nimekuja kuambia kuwa nahitaji kuoa. Unahitaji kuoa? Hilo ni jambo jema mwanangu. Tena hadi mwenyewe nimefurahi kwa kweli. Najua ninapata mkamwana aliyokuwa mwema na mjukuu hapo nitampata. Huyo ni mwanamke gani? Kwenye pitapita zangu nilikutana na binti mmoja hivi. Anaishi pale mitakati kwa Mkupula. Mkupula? Anaitwa Salma. Salma? Aha, nishamjua. Yule ana miezi hii 2 tangu aje hapa kijijini. Umeshamchunguza tabia zake? Yaani mama, mpaka ninapofika hatua hiyo kuja kukwambia wewe. Basi jua kwamba nimemchunguza vizuri tu na nimeona ananifaa. Ndio maana nimekuja kwako. Sawa. Nimesikia huyo binti anatoka Manzese. Na Manzese wana tabia za ajabu ajabu. Wana tabia mbaya. Kwa hiyo sio anifanya tatizo huko. Alafu akaja kukimbilia huko kijijini. Alafu wewe umemuona ukampenda. Au sio mdogo wangu? Kweli kabisa. Kweli kabisa. Au unasemaje? Mama, kwa kipindi kifupi ambacho nimekaa naye, mimi nimemwona ni mcheshi, mpole na mstaarabu pia. Isitoshe, anafaa kabisa mimi kuwa mke wangu. Kwa sababu ndio aina ya mwanamke ambaye mimi nilikuwa namhitaji. Ucheshi sio tatizo. Mtu kashakuja huko kaonekana mzuri tu, umemuona ukasema yule ananifaa, kumbe ana lolote. Mwisho wa siku tuleta matatizo ndani. Hatuelewani, wanatugombanisha. Na mtoto wenyewe na wewe tu mmoja. Hapana bwana mama, hawezi kufanya kitu kama hicho. Habari za saizi? Hodi. Jamani shosti. Stoka yenu ngalala mpaka sasa hivi. Shemza saizi. Shemza saizi. Salma amemkuta. Hivi wewe huko ulipotoka hata vyombo umeosha kweli? Na kuuliza wewe umefagia uwanja huko kwenu? Kwa sababu asubuhi tu vijumbani kwa hata umekuja kufuata nini? Nimemfuata kwa kuna shughuli ya shoga yetu jamani leo. Kwao nikamfuata tuelekee huko. Kumbe chanzo cha kutoelewana na mke wangu mundani sababu ni wewe. Aya, naomba atua kwa ngolu zako utoke. Sawa jamani, natoka lakini umwambie basi nimetangulia. Kwa sababu mke wangu toka anze tu shoga na wewe. Hapa nyumbani hapa kaliki. Na hii yote ni wewe ndio unayemfanya mke wangu asitulie nyumbani. Mimi tena huyo?
Tena naomba utoke kabla sijachukua maamuzi ya kukata hizo kangaroo zako. Lakini shemeji. Toka bwana shemeji nini? Naomba utoke. Haya, mwambie basi nimetangulia. Mnenda. Mjinga mkubwa wewe. Cheka shughuli kitu gani? Wajinga kabisa nyinyi. Tena sitaki nikuone, nikikuona siku nyingine na kata hizo fito zako mwenyewe unasema miguu. Mjinga nini? Haya, huko ulikotoka umeoga kweli? Nakuuliza wewe, kwa nini usingemwambia mkeo akuchemshie maji kwenda kuoga? Angalia ulipopauka. Hivi wewe ukatoa kabisa miguu yako kwa ukaja kwangu. Haya, nikusaidie nini? Namuulizia Salma eti amefika hapa leo. Leo nakuja kumuuliza Salma kwangu. Wewe hapo ukaja kumuuliza Salma kwangu. Huko ulikotoka ukaona hakuna pa kumuulizia kote, ukaja kumuulizia kwangu, si ndio? Nakuuliza umeoga leo? Wewe umeoga? Ulikotoka nyumbani kwako umeoga? Kwa. Yaani hapo ulipo ananuka jasho, ujisikii? Nakuuliza ujisikii? Hebu naomba uondoke. Ondoka hapo mbele yangu. Nisikakuzia mwizi bure. Ondoka. Lakini dada, mimi nilikuwa namuulizia Salma. Changanya miguu, ondoka. Sikutaki wewe kaka, vipi? Hebu ondoka kwangu hapa. Usinichanganye sasa, maisha yenyewe yanachanganya. Tuingine kama amerogwa. Jamani. Kaka, uko sawa kweli wewe? Mkono. Kifupi mimi siko sawa. Shida nini sasa? Yale matatizo ambayo nilikwambia siku zile. Kuhusu shemeji. Yaani mke wangu leo na masaa 5 namtafuta yeye, sijampata bado. Istoshe nimeenda kwa kaka yake, hayupo. Kwa dada yake pia hayupo. Kule bondeni anapocheza upatu nimeenda, hayupo. Yaani hata sielewi nampatia wapi. Sasa kaka, hasa hivi kuna mifumo ya kutafutana kwa tochi, rafiki yangu tunatafuta panya. Umempigia simu? Simu yake nimepiga mara ya kwanza, imeita mpaka imekata, haijapokelewa. Nimepiga tena haipatikani, na kila nikipiga haipatikani. Yaani hapa nimevurugwa, sijui hata nianzie wapi nimalizikie wapi. Na sijui kimempata nini mke wangu. Na hii si kawaida yake. Sikiliza ndugu yangu. Kwa hiki ninachotaka kukwambia sasa hivi, naamini kitakuumiza ndani ya moyo wako. Ila ni vyema kuuona ukweli kuliko kuusikia ukweli. Mkeo na wasiwasi wa 100% atakuwa kwa bwana Samri. Samri? Samri, yule mshikaji mwembamba hivi kama Msomali fulani, anakaa pale chini pale kwenye nyumba yenye bati nyekundu. Si kwenye ile nyumba ambayo ya kwanza kuwekewa tailizi. Sasa mimi nilimuona mkeo akiwa anatoka kwa yule bwana Samri. Samri Yule pale bondeni pale kwenye ile nyumba ile zamani ilikuwa kali. Sawa.